Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bongo Refresh? Ni wakati mwingine na ni saa nyingine ya kuhakikisha wewe unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari ya kile ambacho kinaendelea hapa nchini Tanzania. Na leo hii kwenye kukupa habari bwana, tuna jambo ambalo linaweza kukufanya wewe unatikisika hapo ulipo, kwa sababu linahusisha vigogo wa mpira wa hapa nchini Tanzania, nikiwa namzungumzia Simba pamoja na Young Africans. Tunafahamu kwamba tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 2025 ndio siku ambayo kulipangwa kuwe na mchezo wa dabi ya Kariakoo, dabi ambayo ina hadhi moja kati ya dabi 5 bora barani Afrika, ikiwa humo ndani ilipangwa ichezwe majira ya saa 1:15 jioni, lakini kutokana na mazonge ambayo yalitokea siku moja kabla ya mchezo na siku ya mchezo wenyewe, ikafanya bodi ya ligi iweze kuahirisha mchezo huo na kusema ipo siku ambayo itaupangia tarehe mchezo huo ili uweze kupigwa. Lakini Young Africans wao hawakutaka kusikia kile ambacho waliambiwa, kwa sababu wao ndo walikuwa wenyeji wa mchezo. Basi hivyo wao waliendelea na process zote za kuhakikisha mchezo huo unatokea. Walifika uwanjani siku ya mchezo, lakini Simba hakuweza kutokea. Young Africans na Simba walizua taharuki kubwa baada ya mchezo kutokea, na mamlaka zilijaribu kutoa matamko yake, nikiwa nazungumzia bodi ya ligi. Lakini pia kulikuwa na vikao ambavyo vilifanyika kwa ajili ya kutafuta suluhu ya nini ambacho kinatakiwa kufanyika baada ya mchezo huo kuweza kuahirishwa na kutaka kupangiwa tarehe mpya, nikiwa namzungumzia waziri mwenye dhamana ya michezo. Lakini pia alikutana na klabu ya Young Africans pamoja na klabu ya Simba, lakini pia alikutana na viongozi wa TFF, lakini pia walikutana na viongozi wa bodi ya ligi, kikao ambacho kilifanyika siku za hapo nyuma kujaribu kutafuta suluhu. Lakini hiyo haikutosha kuweza kupata suluhu ya jambo ambalo lilitokea siku hiyo, lakini waliahidi kwamba kutakuwa kuna vikao ambavyo vitaendelea ili kuhakikisha wanapata suluhu ya kile ambacho kitakuwa bora zaidi kwa mpira wetu wa hapa nchini Tanzania. Lakini Young Africans wao wakilioneshwa kuto kuridhishwa na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, na wao walikuwa wana madai yao ambao wanaamini walikuwa wanatakiwa kupewa haki yao, hivyo ikawafanya wapige hatua zaidi, waende kwenye mahakama ya kimichezo, nikiwa nazungumzia CAS, na walipeleka mashtaka yao ambao wao waliamini wanastahili kupewa. Lakini siku chache zilizopita tuliweza kuona barua za CAS zikiwa zinasambaa mitandaoni, ikiwa inasemekana ni majibu ya CAS kwenda kwa upande wa Young Africans, wakiitaka iweze kurejea kwanza kwenye shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania pamoja na bodi ya ligi, ili wao ndo waweze kuwa waamuzi wa kile ambacho kinatokea kabla ya Young Africans kuweza kufika ngazi za juu ambazo ni CAS tunavyofahamu kwa mpira wa hapa barani Afrika. Na baada ya barua hizo kuweza kusambaa, Young Africans wao walikuwa kwenye michuano ya muungano huko Zanzibar, na waliahidi kwamba watatolea ufafanuzi kile ambacho wamekiona siku ambayo watafika hapa jijini Dar es Salaam. Na tunaona baada ya kufika jijini Dar es Salaam, Young Africans wameweza kutoa tamko ya kile ambacho wao bado wanakisimamia kupitia ukurasa rasmi wa klabu ya Young Africans. Wameposti barua ambayo inasema hivi: taarifa kwa umma, hicho kikiwa ni kichwa cha habari, chini yake kikiwa na tarehe imeandikwa Mei 5 mwaka 2025, na barua inasomeka hivi: uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuwataarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo yani CAS kuhusu kesi yao namba CAS 2025-A/11298. CAS imeeleza Young African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhulma. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yao juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hawatashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile.
Wanayanga wote wanatakiwa kuwa tayari kupambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club. Hiyo ndo barua ambayo imepostiwa na klabu ya Young Africans kuhusiana na jambo hili ambalo limekuwa likitikisa Tanzania, lakini pia macho mengi yakiwa yanaangalia ni kuona jambo gani ambalo litatokea. Sasa wewe pia unayo nafasi ya kuacha comment yako hapo kuhusiana na mtazamo wako juu ya hili sakata. Je, dabi itapigwa ama wananchi waendelee kushikilia bomba? Hii ni Bongo Refresh. Subscribe, like na comment.